Alafu pia kuna hii mambo tushaiongelelea kuhusu mambo ya sikukuu ama Christmas. Watu wananunua nguo zinafanana. Uniform. Hiyo kitu ilikuwa imepotea kidogo, naona imerudi. Wewe unaweza vaa uniform, kwa mfano wewe na wife na watoto mnavaa nguo zinafanana? Hapana. Kwa nini? Yaani mimi sipendi hizo mavitu zina attract attention bana. Mkipita kwa barabara, tunataka tuone huyu ni Ian, yule ni wife na watoto. hata nikuwa hapo kwenye wako, si ni watoto wangu? No, tunataka wewe utuonyeshe. Mkivaa uniform tutajua huyu ni wife wa Ian. Sasa nikipita sijui tuna attract sijui ni hapana. You attracting attention. Tulikuwa tunavaa uniform tukiwa wadogo. Baba, mama na mimi na mtoto zangu. Kuna nguo, sijui ni nguo ama ni material ilikuwa inaitwa jamini. Sisi ni jamini ama ilikuwa inaitwaje? Tulikuwa tunavaa wote. Na tu jeans na viatu vya North Star. Ulivaa North Star? Hiyo ni kiatu gani? Hiyo ilikuwa leather, my friend, pure leather. Hicho kiatu, my friend, ni wewe unakiacha, unazeeka, unakuwa mkubwa, unakiacha hapo. Mwingine anakuja navaa. Watu narithi. Mwingine anakuja navaa. Kama ulivaa North Star, tuambie hapo kwa comment. Hicho kiatu, my friend, ilikuwa pure leather. Na hii sole yake ilikuwa haivunjiki. Na kipaku rangi. Mbona tu umekiosha vizuri? Watu walikuwa wanaenda nazo shule ama hata kanisani, hata kila mahali. Sasa ni kitu kipi kiko popular sana sasa? Sasa si labda na vijana sijui Air Max hizo. Sasa wakati wetu sasa. Si Timberland, North Star. Lakini by the way Timberland ina sifa mbaya sana. Kwa nini? Wale wengi wanavaa Timberland. Kitu ya kwanza, wengi wao ni walevi. Pia kuna wezi wanavanga hizo viatu. Wacha nikwambie, Timberland ilikuwa popular sababu ya rap music. Unaona marapa ndio alianza kuvaa Timberland. Timberland ilikuwa ina value kitambo zamani. Lakini vile marapa alianza kuvaa Timberland, de value yake ikapanda. Na alafu siku hizi hiyo kiatu umeniambia ilikuwa inaridhiwa North Star. Siku hizi kuna kiatu naweza viatu hata zinakaa siku hizi? Hapana. Kwanza kama uko na pea moja kiatu hata mwaka uishi. Lakini wanaume unifurahisha sana. Mtu akuwa na kiatu moja ako comfortable. Mwanaume anaweza ishi 5 years akiwa na shati 3, jeans 2 na kiatu pia moja, akizidi sana pia 2. Na ako comfortable. Na si ati ana hela. Pesa zipo. Na huyu mwanaume akipata pesa analipa school fees, anaambia wife akatengeneza nywele. Na bibi yake ako na pia kama 6, 8, 10 yuko. Jamani pia 2 tu ama moja by the way. Pia moja ya kiatu, jeans 2 ya black na ya blue, mshipi moja. Vest si lazima. Mshipi ya ngozi. Ile ya Masai. Na unaishi tu. By the wanaume. Nikiwa internship. Nilikuwa naishi ile nyumba nilikuwa naishi. Haikuwa na mattress. Ulikuwa unalala wapi? Si kwa floor tu. Kama mahabusu. Natandika gunia hapo. Na hii gunia ndio nilimbeba vitu vyangu nikikuja. So hata ukihama mtu ajui kama umehama. Kwanza kuna siku nilikuwa na hama, niliuza sufuria ndio nipate fare. Unatandika gunia hapo. Alafu hapo juu unaweka towel. Pili unachukua jacket ama jumper ndio pili. Na kujifunika. Uko na kiberishiti kimoja kutoka nayo high school. Sasa umeanza maisha sasa. Ndio nimeanza, hata sijaanza bado. Maana kuna mahali nilikuwa naishi. Nilikuwa Mtwapa. Hiyo place nyumba ya kwanza ku rent ilikuwa nyumba ya makuti. Zile za makuti. Tena ni ya matope.
na makuti, roof ni ya makuti. Na bado nilikuwa nalala hivyo hivyo tu. Natandika ngunia hapo, towel. Kwa sababu ni usiku, natoa curtain ndio nilikuwa najifunikia. Na hiyo nyumba nilikuwa nalipa 600. 600. Na hiyo nyumba nilifukuzwa kwanza. Kwa nini? Na mpangaji. Na anaitwaje huyo landlord? Kwa nini? Kwa sababu kuna rafiki yangu alikuja, alikuwa anaitwa, tulikuwa tunamuita Ngidi. Tulisoma naye primary. Alikuwa anasoma utalii. Unateje utalii college. Sasa internship yake akaenda wapi? Akasema anaenda wapi? Coast. Kwa hizo hoteli za Coast. Akaambia wazazi but alipass. Alikufa, may he rest in peace. Sasa ameambia wazazi anakuja internship wapi? Mombasa. Kwa hizo hoteli. Alivokuja akaenda internship, hizo pesa alikuwa amepatiwa na wazazi, alikuja tukakunywa pombe zikaisha. Akaanza kuishi kwa hiyo nyumba yangu. Tukaishi pamoja na yeye. Bado hatuna mattress. Kuna jamaa mwingine best yetu, kwa hizo hela zote amungenunua mattress. Mattress ya kufanyia nini mwanaume? Lala kwa floor kijana. So kuna rafiki yetu mwingine ndiye alipatiwa mattress. Nyembamba kama wembe. Kisu. Ndio tukapata mattress. Sasa siku nyingine tumeenda kunywa mnazi kwa base fulani hapo. Tukapata mrembo. Huyo dema alikuwa anaitwa nani? Sikumbuki, lakini nao wakakujiuza. Huyo mrembo kumbe amenipenda na mimi sina shughuli na yeye. So ndio anifikie, alikuwa anaongea na huyu best yangu. Sasa akasema, twende wote kwetu. Tukamwambia hapana, hii kwetu hatutaki wanawake kwa sababu hakuna kitu kwa nyumba, tunalala tu kwa floor. Tulikuwa very open by the way. Mrembo akasema, wewe twende, hata nimepitia magumu hata kama zaidi ya hayo. Akakuja, tulikuwa tunalala na yeye. Sasa tunalala na mimi, huyu best yangu tunamuita Ngidi na huyo dem. Mahali pamoja. Nyumba moja tu. Na hata hakuna stove, hakuna nini. Mnakula kwa hoteli alafu mnakuja tu kulala. Asubuhi mnaoga mnatoka. Sasa huyu mwenye nyumba, si alikuwa anaishi tu kwa hiyo plot. Alikuwa anafikiria ati usiku tunafanya ngono na huyu dem mmoja. Tuna have like threesome. Nishapata hiyo story kwa hii channel bado. Na hiyo ndo tukafukuzwa. Huyo mrembo na mkuu mnamguza. Hapana. Ni kulala tu. Hakuna kukulana, ni kulala. Hakuna. Lakini kumbe mrembo alikuwa amenikufia mimi. Lakini huyu best yangu anampenda, anamtaka yeye, but dema mtaki ana. So unayemtaka anataka mwingine. Huyu dema alihamia mwisho alihamia Kilifi. Kilifi kwenye ni miaka mingi hata hatujaonana wala kuongea. Lakini sasa mwenye nyumba anafikiria tunakulana kwa sisi watatu. Ndio tukafukuzwa. Noma. Yes. Bado tunaendelea, bado tunasonga, tuko na Ian, unasinzia amani? Mimi sinzi bana. Mimi ni the early bird. Wewe msema bado unatumika siku hizi? Upo. Mimi bado sijaona early bird, mimi huwa naamka. Lakini hii mambo ya watu nimeona wako na t-shirt zinafanana. Ni kama iko countrywide. Maoni yako? Mimi mwanzo nataka ile nguo navaa peke yangu dunia mzima. Sitaki nikitembea napata ile nguo nimevaa, yani amevaa, si nani amevaa. Mimi nataka nikivaa nguo navaa nguo yangu peke yangu. Hata nikaweza mimi naweza kuwa natengeneza nguo zangu peke yangu. Lakini wanaume hatuna mambo mingi. Nitafutia tu shati isikuwe na white mingi na isikuwe na maua. Ili isikuwe na maua. Sasa hizi naona watu navaa cartoons nini.
I'm not for that. Kwa maoni yako ni ushamba? Siwezi nikasema ni ushamba. Huwa nasema watu wa practice ile freedom wanataka. Lakini nakumbuka hiyo mambo ya kitambo Christmas. Walisema huo ni ushamba. Inategemea. Manake mtu kama Nairobi sasa ni mshamba. Ama mshamba ni nani? Kwani hiyo Nairobi wenye wametoka Nairobi walitoka wapi? Lakini kuna mtu amezaliwa na hiyo Nairobi. Ana mali unasikia ushago kwao ni Kayole. Anaishi huko tu, but I think ushamba ni mtu aelewi mambo fulani. But hiyo mambo ya kuvaa uniform na si mimi siko hapo. Kwanza yenye iko na maua. Sipendi. Si hata maua, any uniform like naona tu huu msimu kila mtu anavaa white, blue, whatever. Mkivaa white nyote, mimi navaa nyeusi. Mkivaa blue nyote, natafuta rangi nyingine. Nataka tu the only uniform nakubali na sina issue nayo ni longi. Kwa sababu jeans ni blue, black. Sana za wanaume. Ni blue na black. Hizo niko sawa. But ati nimevaa t-shirt ama shati kama hii, then kwa taona tuko kama 10 tumevaa shati. Hiyo naisahau. Kwanza naenda kulima nayo. Hiyo naisahau kabisa. Hiyo mambo sipendi. Mimi nataka nikue vile niko tu.